amekuwa kama mmoja wetu. Now that's where the problem was. Sasa hapa ndipo shida ilikuwa. Mwanadamu has become like God. Amefanyika kuwa kama Mungu. How? Kwa njia gani? He's making now rules of what is right and what is wrong. Sasa anatengeza sheria ya kile ambacho kinastahili na kisichostahili. The fruit he ate, ile tunda alilokula, is the knowledge of good and evil. Ni tunda la maarifa ya mema na mabaya. Let me tell you the truth. Wacha niwaambie ukweli. The one who rules, yule anayetawala, determines what is right and what is wrong. Ndiye ambaye anaamua kilicho sawa na kisicho sawa. And the one who rules, na yule anayetawala, must be able to rule. Lazima awe anaweza kutawala. Me, I have my own credentials of a ruler. Mimi ninayo zile tabia ama sifa za kiongozi. For me, kwangu mimi, the one who should make law for me, yule ambaye anapaswa kunitengezea sheria, number one, ya kwanza, he must be a creator. Lazima awe ni muumbaji. If you are able to create, tell me. If you are able to naweza kuumba, basi niambie naweza kuja kuomba ushauri. Number two, ya pili, he must be sinless, no sin. Lazima awe hana dhambi hata kidogo. No sin. Hana dhambi. If you are one of those people who has no sin, ikiwa wewe inform me. I might come to you for consultation. Naweza kuja kwa ajili ya kuomba ushauri. And then, kisha, he must be eternal. Lazima awe wa milele. That's something I got out of Revelation, by the way. Hiyo ni kitu ambacho nilipata kutoka na Ufunuo hata nikiwa myanza, nikiwa mdogo sana. For me to worship a God, kwangu mimi kumwabudu Mungu, there must be three things. Lazima kuwe na vitu vitatu. Creator, muumbaji, sinless, asiye na dhambi, eternal, na umilele. If you have those ones, ikiwa na vipengele hivyo not one of them, sio moja the three wapo, together, vyote vitatu pamoja, tafadhali nipigie simu, nitakuja kuomba ushauri. But if you don't have them, lakini kama hauna, leave me alone. Achana na mimi. But look at man. Lakini mtazame mwanadamu. He says, anasema, why should God be the only one deciding what's right and what's wrong? Je, kwa nini Mungu awe wa pekee kuamua kilicho sawa na kisicho sawa? We are going to agree with the devil. Tunaenda kukubaliana na shetani. So we take that fruit. Basically, is not the fruit that's the issue. Ile tunda sio shida. The real issue was taking over authority and saying, I can rule. Shida ilikuwa kuchukua mamlaka juu ya wao wenyewe na kusema naweza jitawala au naweza tawala. So in this scripture you see the problem, not the fruit. You see the real problem. God is saying, wamekuwa kama sisi. So kisha Bwana Mungu akasema, sasa mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu, kwa kujua mema na mabaya. Sasa ameamua, akiamuka asubuhi, tunaweza kuordain some gay preachers. What's the problem? You part your Bible to 12. Yes, Romans 1 from 18 to 12. Roma kitabu cha Warumi 1. Tuandike yetu hapo kwamba we have deleted these ones. They are not part of what we believe in. We are deciding a new rule. Show us with the preachers in this church. Have they not done that? Wamefanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kwa sababu asante. Kwa sababu ya continue. Sharti asiruhusiwe kunyoosha mkono wake, na kuchuma pia kutoka mti wa uzima. Lord remove some parts of the covenant. Kwa hivyo Bwana akaondoa baadhi ya sehemu za ile agano, the part that is eternal, ambayo ni ya umilele. Out of grace he did not delete the whole covenant. Kutoka kwa neema hakuvunja agano lote. Hakuvunja agano lote. He removed eternity. Aliondoa tu umilele. Sema wasiguse. Wakasema wasiguse. Alafu akafanya nini? Ndio wasiguse, akafanya nini? Kunyosha mkono wake na kuchuma pia kutoka kwa mti wa uzima. Akala naye akaishi milele. Hivyo Bwana Mungu sasa akafanya nini? Akamfukuzia mbali kutoka bustani ya Edeni. Akalime ardhi ambapo alitolewa. Baada ya kumfukuzia mbali Adamu, kumaanisha atakula kwa jasho lake. Unaona hata mimi nakula kwa jasho saa hii. Unaona natoa jasho. Nakula kwa hii jasho. Ndio nakula saa hii. Saa hii unaona watu wamekalia ugali wanakula kwa wanaswete. Ni kweli. Anakula kama ikasirika sana. Utaniona nilikulima miezi 3. Nikapani ndio. Utaniona. Baada ya kumfukuzia mbali Adamu, Mungu akaweka makerubi. Mashariki ya bustani ya Edeni. Mashariki ndio mlango wa Edeni. The gates of Eden akaweka kerubi.
makerubi pamoja na upanga wa moto. Na kerubi si mmoja, ukisikia makerubi ni mkadhaa, so wamekava the whole length na wanazungusha panga namna hii. Kwa hivyo wameweza kusimama katika ile shamba lote hapo, wanazungusha upanga. Why? Kwa nini? Bustani ya Edeni pamoja na upanga wa moto ukimulika huku na huku, kulinda njia ya kuendea mti wa uzima. Nini? Kumaanisha kwenda mahali kuandika no trespassers. Je, ushaenda mahali ukaona mahali wanasema no trespassers, hakuna kuingia pasipo ruhusa? Mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, mwanadamu aliyeumbwa na Mungu sasa amekuwa nje ya bustani la Edeni. Sasa amekuwa nje ya bustani ya Edeni. Ako na jina mpya. Ako na jina mpya. Anaitwa trespasser. Anaitwa anayeingia pasipo ruhusa. Trespasser. Na alikuwa huko ndo alikuwa anaishi, ilikuwa ni kwao. Na alikuwa huko ndio kulikuwa kwao. Sasa mfalme wa huko akagundua hata yeye anataka kuwa mfalme. Sasa mfalme huko akagundua kwamba hata yeye anataka kuwa mfalme. Anataka kuamua what is right and what is wrong. Anataka kuamua kilicho sawa na kisicho sawa. Mfalme akasema, mimi ndio mfalme hapa. Mfalme akasema, mimi ndiye mfalme. Unataka ufalme? Unataka ufalme? Nenda pale ulitolewa. Nenda pale ulipotolewa. Nenda ukahudumu kwa hiyo ufalme wa ardhi. Nenda ukahudumu kwa hiyo ufalme wa ardhi. Rafiki yangu Profesa Nanga ananiambia. Anasema binadamu ako na magnetic ako na affinity to the ardhi. Mwanadamu ako na uhusiano mzito au mkutano mzito na ardhi. Ndio unaona wananunua mashamba. Wananunua mashamba mpaka 100 mpaka wananunua. Ndio watu unaona wananunua mashamba hadi ekari 100. Hizo 100 years old. Yeye ni mtu wa miaka 100 na bado angali ananunua mashamba. They are very high affinity to the earth. Wako na uhusiano mkubwa sana na ardhi. Maana ametokelewa huko. Kwa sababu ametoka kwa ardhi. Hallelujah. Hallelujah. Sasa kaambiwa enda utawale huko. Kwa hivyo akaambiwa nenda utawale huko. What has happened ever since man started ruling the earth? Je, nini ambacho kimefanyika tangia mwanadamu aanze kutawala ulimwengu? Akiwa mtawala. Yeye hajui. Si ameacha Mungu. Hakuna mtawala ambaye hatafuti ushauri. Hakuna mtawala ambaye hatafuti ushauri. Mshauri wake ni nani? Mshauri wake ni nani? Mapepo. Ndio maana mwanadamu katika utawala wake unakuta hapo kuna wanapigania hii. Wanapigania mahali alitoka. Wanapigania mpaka mapanga. Wanapigania mpaka kwa mapanga. Wewe unafikiri Russia na Ukraine wanapigania nini? Sema hivi. Unafikiria Russia na Ukraine wanapigania nini? Ardhi. Wanapigania ardhi. Wanapigania ardhi. Wakatane mapanga, wameuana karibu wanaenda kufika milioni 1. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu apewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Wewe angalia hapa. Don't be distracted. Usifanye agano na kitu kingine. Usifanye agano na kitu kingine. Leo tunakimbiza agano. Kwa hivyo kuwa makini sana. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. I'm taking you now. Ninakupeleka sasa to the book of Colossians. Kitabu cha Wakolosai. Tutaenda Genesis kwanza kabla niende Colossians. Sasa tumeona kwamba mwanadamu amefukuzwa. Katika shamba la Edeni. Katika shamba la Edeni. Agano la uzima wa milele imekatizwa. Agano la uzima wa milele imekatizwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuamua. Kwa sababu ya kuamua. Na unajua Mungu alisema ukikiuka agano hili utakufa. Si alisema hivyo? Unajua Mungu alisema ukikiuka agano hili bila shaka utakufa. Yes. Na that is death. Na hiyo ni kifo. Kutenganishwa na Mungu ni nini? Kutenganishwa na Mungu ni kifo. In fact, hata hivyo, hell, jehanamu, the pain in hell is not the fire. Ile uchungu wa hell, uchungu wa jehanamu sio moto. It is the separation from God. Ni ile kutenganishwa kutoka kwa Mungu. That will be more painful. Hiyo itakuwa ya uchungu zaidi. To be separated from God. Kutenganishwa na Mungu. Than the fire that will be burning there. Kuliko ile moto ambayo itakuwa inachoma kule. So God, kwa hivyo Mungu took us to Genesis 22. Akatupeleka kitabu cha Mwanzo 22 to help us to understand the blood of the covenant. Itusaidie kuelewa ile damu ya agano as we come to the end. Tunapofikia mwisho. Because I want people to repent. Kwa sababu nataka watu watubu. I don't know which covenant you made. Sijui ni agano gani ambalo umeifanya. And with whom. Na nani. But let's now transfer covenants to the Lord. Lakini wacha sasa tuweze kupeleka zile agano zetu kwa Bwana. Genesis 22. Kitabu cha Mwanzo 22. Read very quickly because we have no time.
mstari wa kwanza baadaye Mungu akamjaribu Abrahamu, akamwambia Abrahamu akajibu, mimi hapa. Kisha Mungu akamwambia, umchukue mwana wako wa pekee Isaki umpendaye, uende katika nchi ya Moria, mtoe huko kama sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima mojawapo nitakao kuambia. Abrahamu akaamka asubuhi. Umesikia hiyo maneno? Hujashuka kidogo? Ni Mungu anaongea. Ni Mungu anaongea. Nilikwambia Mungu hufunza kulingana na yale mambo unajua ili iwe rahisi wewe kuelewa. Mungu hufunza kulingana na mambo ambayo unayajua ili iwe rahisi kwako wewe kuelewa. Jambo la kutoa kafara watoto halikuwa geni kwa Abrahamu. Jambo la kutoa kafara watoto halikuwa jambo geni kwa Abrahamu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nchi ya utumwa alikokuwa kule. Kwa ile nchi ya utumwa alikokuwa. Nchi ya baba zake alikotolewa. Nchi ya baba zake alipotolewa. Mahali kulikuwa na heathens. Mahali ambapo kulikuwa na watu makafiri. Mungu makafiri. Unaona walikuwa wanafanya agano kwa kukata wanyama. Walikuwa wanafanya agano kwa kukata wanyama, lakini walikuwa wanafanya ingine. Lakini pia walikuwa wanafanya ingine. Walikuwa wanatoa watoto kafara. Walikuwa wanatoa watoto wao kafara. Na usiseme ati uko mbali wewe Mwafrika. Na usiseme ya kwamba tuko mbali kama Mwafrika. Si kitambo. Watu walikuwa wanazaa twins. Watu walikuwa wanazaa mapacha. Mmoja anatolewa kafara. Hapa anatolewa kafara hapa Afrika. Kweli au uongo? Si kitambo. Hata labda nyanya zenu walifanya hivyo. Hata huenda nyanya zenu pia walifanya hivyo. Ati kuzaa twins. Kwa unajua sasa kukosa Yesu ni kitu mbaya sana. Nasema hiyo ni bad omen. Bad omen Kiswahili ni ati kuzaa mapacha itawaletea bahati mbaya. Sema lazima tutoe mmoja kafara. Lazima tutoe mmoja kafara ndio huyu mwingine aishi. Huko ndio Abrahamu alikuwa ametoka. Huko ndiko Abrahamu alikuwa ametoka. Walikuwa wanaishi kwa hayo maagano. Walikuwa wanaishi katika hayo maagano. Sasa anasikia Mungu aliyemtoa huko. Anamuongelesha kuhusu kutoa mtoto kafara. Anamuongelesha kuhusu na kutoa mtoto kafara. Silisumbua Abrahamu kidogo. Yes, silisumbua Abrahamu kidogo. Kwanza niliamini huyu Mungu amenitoa huko sio kama wale. Niliamini huyu Mungu alinitoa kule sio kama ile miungu niliyoacha kule. Hachukui kafara ya damu ya wanadamu. Hachukui kafara ya damu ya wanadamu. Like devil worship. Kama waabudu sanamu. Ambao wanatafuta mali. Unajua hata hiyo mali kwa moja I know a testimony of someone. Najua ushuhuda wa mtu ambaye alitoa kafara kupata mali. Ambaye alitoa kafara ili apate mali. Hajawahi kufurahia hiyo mali hata siku. Hajawahi hata siku moja kufurahia hiyo mali. Hawezi lala. Akijaribu kulala hivi vitu zinatokea. Hawezi lala kabisa. Hawezi lala. Kila mara anasikia vitu zinatembea kwa nyumba. Vitu zinatembea. Anapigana na hewa. Anaongea peke yake. Hawezi lala. Hadi sasa ati ametafuta mali. Kutoka kwa ibada ya mapepo. Sasa Abrahamu anashangaa. Kwa nini Mungu anaitisha? Je, Mungu anaitisha sadaka? Lakini kulingana na ushuhuda wake. Vile tumetembea naye mpaka sasa. Sina budi kutii. Sasa kuna vita ndani ya moyo wa Abrahamu anapotembea na Isaka hivyo anaenda. Sasa kuna vita inasema mstari wa 3. Abrahamu akaamka asubuhi na mapema siku iliyofuata. Akamtayarisha punda wake, akawachukua watumishi wake wawili pamoja na Isaka mwanae. Baada ya kuchanja kuni za kutosha kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketeza, akaondoka kuelekea mahali Mungu alipomwambia. Siku ya 3 Abrahamu akainua macho, akapaona mahali pale kwa mbali. Akawaambia watumishi wake, bakini hapa. Kaeni hapa pamoja na kwa sababu hajawaambia anaenda kutoa nini kafara. Ni jambo ambalo haziambia mtu. Hata hakuambia mama kwa sababu mama atamwambia ulinitoa kwa mapepo ukanileta kwa pepo kuu. Ingekuwa shida, si ndio? Hebu endelea. Akawaambia watumishi wake, kaeni hapa pamoja na punda. Wakati mimi na kijana tunaenda kutoa dhabihu. Tutakwenda kuabudu na kisha tutawarudia. Abrahamu akachukua kuni kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, akamwita Isaki mwanae. Yeye mwenyewe akachukua moto na kisu. Walipokuwa wakienda pamoja, Isaki hiyo swali.
Hiyo swali. Kama kuna baba hapa, hiyo ndio swali ambaye ingefanya uweke mzigo chini, useme haleluya, mimi narudi kwa Eva. Isaka, twende nyumbani. Haleluya. Hiyo swali alisema nini? Isaka akanena akamwambia Abrahamu baba yangu. Abrahamu akaitikia, naam, mimi hapa mwanangu. Isaka akasema nini? Moto na kuni zipo. I can see the fire. Moto na kuni zipo. I can see the fire. Je, yuwapi mwana kondoo kwa ajili ya kuteketezwa? Kwa nini? He understands the covenant. Anaelewa agano. There must be shedding of blood. Lazima kuwe na kumwagikaji kwa damu. We have the fire of the sacrifice. Tuna moto kwa ajili ya dhabihu. The fire we have. Hata moto tunao. Where is the blood? Lakini damu iwapi? Talk to me. Abrahamu akajibu. I love the answer of Abraham until today. I believe is the father of faith. Ninapenda jibu la Abrahamu, hadi wa leo naamini yeye ndio baba wa imani. He does not know what will happen. Hajui kitakachofanyika, but he believes the master. Lakini anamwamini Bwana. So he gives an answer of faith. Kwa hivyo anapeana jawabu la imani. He did not tell Isaac. Hakumwambia Isaki, shut up you sacrifice. Nyamaza wewe dhabihu. Don't you know I'm going to slaughter you today? Je, haujui naenda kukuchinja leo? He did not tell him like that. Hakumwambia hivyo. What did he say? Abrahamu akajibu. Mwanangu, Mungu mwenyewe atajipatia kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Say it again. Mwanangu, Mungu mwenyewe atajipatia mwana kondoo kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Somebody clap with Jesus. Mpigie Yesu makofi. Hey. I fear Abraham. Ninamuhofu na kumwamini Abraham. Why the Lord said watoto wake watakuwa kama nyota. Naelewa kwa nini Mungu alisema watoto wake watakuwa wengi kama nyota. He is the father of faith. Yeye ndiye baba wa imani. He now walks. Sasa anatembea. Saying God will provide. Akisema Bwana atatwalia. Bwana atatwalia. 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 Until he arrives on the mountain. Hadi anafika katika mlima. He is making an altar, his heart is going. Anafanya madhabahu, moyo wake ni kwamba Mungu atajitwalia. Mungu atajitwalia. Wamemaliza kuweka kile kitu. Wamemaliza kuweka kile kitu. Akiangalia. Mungu atatwaa. What happened? Inasema nini? Walipofika mahali pale, alipokuwa ameambiwa na Mungu, Abrahamu akajenga madhabahu hapo. Aziweka juu kuni yake. What is he doing? Je, anafanya nini? Nafasi ya Mungu anaweka kando. Nafasi ya Mungu anaweka kando. Damu itamwagwa pale. Damu itamwagwa pale. Na mimi niko hapa kwa agano. Na mimi niko hapa kwa agano. Damu itanyunyizia. Na damu itanyunyizia. So nimetengeza nafasi ya Mungu. Kwa hivyo nimetengeza nafasi ya Mungu. Akafanya nini? Akamfunga Isaka mwanawe. Sasa hapo iko shida. Sasa iko shida hapo. Hapo sasa ndio imani. If you want to tell me imani tested, unajua inatakana ifike pale umefikia. Ukishafika pale, sasa unasema God will provide. Kumetoka mwanakondoo, si ndio? Kumetoka mwanakondoo alafu unaweka. Unajua hapa ingekuwa rahisi. That is not what happened. Hivyo sivyo ilivyotendeka. God is quiet. Mungu amenyamaza tu. Until hadi Abraham has to make a small prayer. Abrahamu ilipaswa afanye ombi ndogo. Mungu, forgive me. Nisamehe. For what I'm going to do next. Kwa kile ambacho tunaenda kufanya. Isaac. Ile ni nini? Ile ni nini? No, you have to understand. Abraham, lazima muelewe Abraham. He is now waiting for God to provide. Sasa anasubiria Bwana aje kumtimiza. It's not happening. The law is sacrifice your son. Na haifanyiki. Na nataka mtoto amuone akishika wewe unaweza shika video akiangalia na macho. Unaweza shika hiyo macho na kuangalia unasema Mungu waache imani yako ni maache. Nenda nyumbani kwa Eva. Hallelujah. So he made sure Isaac was not seeing him. Isaac hakuwa anamuona. Akamshika Isaac. Nini? Akamfunga mdomo. If he talks too much, he might stop. Kwa sababu akizungumza sana huenda atasimamisha. Put him on the fire. Akamweka juu ya moto. Now you can imagine Isaac is just sobbing. Sasa unaweza wazia Isaac analia.
Je, nini inafanyika? Nampenda baba yangu. Baba yangu ananipenda. Je, dalili nini inafanyika? He's not talking now. Hajasogi sasa. Then Abraham lifts up the knife. Kisha Abrahamu anainua kisu. What happened? Kisha akanyoosha mkono wake na akachukua kisu ili amchinje mwanawe. Now Isaac has turned his face like this because now he's tied to the firewood. He's so and he can't look at the father. What want to kill him, so he's looking aside and crying. Haezi mwangalia baba kwa sababu anataka kumua, kwa hivyo anaangalia kando huku akilia. And he's sobbing. Na analia kwa kuomboleza. And the father lifts up the knife. Na baba anainua kisu juu ili amchinje. What happened? Lakini malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni. Akamwambia, I love that part. Napenda sehemu hii. Kuanzia leo ujue Mungu alijitofautisha na mapepo. Ujue Mungu alijitofautisha na mapepo. Hapo alikuwa anatangaza kwa Abraham. Alikuwa anatangaza kwa Abraham. Alikuwa anataka mwanadamu yote asiwahi sahau. Na alikuwa anataka mwanadamu yeyote asiwahi sahau. Ndio maana alisimamisha mwisho. Ndiposa alisimamisha pale mwisho kabisa. In fact, 1 second late Isaac dead. Hata hivyo angechelewa tu sekunde moja, Isaki angekuwa amechinjwa. Abraham. 1 second late Isaac dead. Isaki amekufa. Hakuna mwanadamu anaweza sahau. Now we know. Sasa tunajua. He does not take the sacrifice of the blood of man. Hachukui dhabihu ya damu ya mwanadamu. Kwa sababu ya hii pekee. He does not. Hachukui. Sema Abraham. I just wanted to test your heart. Nilikuwa nataka tu kujaribu moyo wako. Do you believe? Je, unaniamini? Do you believe my covenant? Je, unaamini ahadi yangu? Let me tell you the seed of my covenant. Wacha nikwambie ile muhuri wa agano langu. It does not stand on the blood of men. Haitegemei damu ya mwanadamu. Take Isaac out. Mtoe Isaki. Check there. Angalia pale. Check. Angalia pale. Utapata nini? Abrahamu akainua macho yake. Amen. Akaona kondoo dume. Amenaswa pembe zake nyuma yake. Every time I ask myself, kila mara huwa najiuliza, was that a lamb? Je, huyo alikuwa ni mwana kondoo kweli? Hapa. It had horns. Alikuwa na pembe. Locked. Ikiwa imeshikanishwa. They are mature horns. Kumaanisha ni pembe zilizokomaa. That's a ram. Huyo ni mwana kondoo. But what does that say? Lakini je, inasema nini? It says, inasema the one who is going to be sacrificed. Yule ambaye ataenda kutolewa kama dhabihu. A ram, mwana kondoo, is normally the head of the flock. Anakuwa ndiye kiongozi wa lile kundi la kondoo. Meaning, kumaanisha the Lord presented a kingly symbol. Present kingly symbol. Bwana akaweza kuonyesha au kudhihirisha ishara ya ufalme. Meaning, kumaanisha the one that is going to be sacrificed on that altar. Yule ambaye ataenda kutolewa dhabihu katika yale madhabahu is not just a lamb. Sio tu mwana kondoo, is a king. Lakini mfalme. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Hebrews. Waibrania. Stand up on your feet. Simameni miguuni mwenu. It's time to repent. Ni wakati wa kutubu. Hebrews. Waibrania. Oh, Jesus is Lord. Hebrews 9. Kitabu cha Waibrania 9. Hebrews 9:11 to 22. Waibrania 9 11 to 22. 11:22. Read it, my son. I'm going to read 3 scriptures, going one after the other. The last one I'm going to read when you're on your feet. Kitabu cha Waibrania. Hebrews 9:11-22. Waibrania 11:9. Hebrews 9. Waibrania 9:11-22. 11 hadi 22. As the Bible says. Neno la Bwana linasema, Kristo alipokuja, akiwa kuhani mkuu wa mambo mema, ambayo tayari yameshawasili, ilipitia kwenye hema iliyokuu zaidi na bora zaidi, ambayo haikutengenezwa kwa mikono ya binadamu. Hallelujah. Hii ni kusema ambayo si sehemu ya uumbaji huu. Haikuingia kwa njia ya damu ya mbuzi na ya ndama, lakini iliingia patakatifu patakatifu mara moja tu kwa damu yake mwenyewe. Hapo
mara moja tu aliingia patakatifu pa patakatifu, mara moja tu kupitia kwa damu yake mwenyewe, akiisha kupata ukombozi wa milele. Akiisha kupata ukombozi wa milele, damu ya mbuzi na ya fahari. Sasa damu ya mbuzi na fahari na majivu ya mitamba, na majivu ya vitamba, walivyonyunyuziwa wale waliokuwa najisi kwa taratibu ya kiibada vile watakasa, hata kuwaondolea uchafu wa nje. Hiyo sasa ni ile agano la kale. Endelea. Basi ni zaidi aje damu ya Kristo, amen, ambayo kwa roho ya milele ilijitoa nafasi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na waa, itusafishe dhamiri zetu. Stop there. You have to understand, kuoshwa nje na kuosha dhamira ni tofauti. Lazima uelewe kuoshwa nje na kuoshwa dhamira ni vitu mbili tofauti. The Bible says cleanse your conscience. Biblia inasema zisafisheni zile dhamiri zenu. Let me tell you the truth. Wacha niwaambie ukweli. You will not feel forgiven. Hautahisi ukiwa umesamehewa until your conscience is cleansed. Hadi dhamiri zako zimesafishwa. Some of the sins we commit, baadhi ya dhambi ambazo tunatenda, as much as they harm the body, ingawaje zinaathiri mwili, they put a dent on your heart. Zinaweka mawa katika moyo wako. Something called guilt. Kitu ambacho kinaitwa mashtaka. You might even remove the scars from the body. Huenda ukaondoa yale madoa kutoka kwa mwili, but the scar of guilt, lakini makovu ya mashtaka, makovu ya mashtaka haiwezi ondolewa unless we find something that can enter the soul. Hadi tupate kitu ambacho kinaweza ingia katika nafsi, to cleanse the conscience, iweze kuosha na kusafisha dhamiri. You have not known the blood of Jesus. Haujajua damu ya Yesu. You have not. Haujajua. You have not. Haujajua. Cleansing the conscience, kuosha dhamiri, is an impossibility on earth. Ni kitu ambacho kamwe hakiwezekani hapa ulimwenguni. Cleansing the conscience, kuosha dhamiri, is a preserve of the blood of Jesus. Imehifadhiwa tu au ni kazi tu ya damu ya Yesu. Only the blood of Jesus. Damu ya Yesu pekee inaosha dhamiri. Even to enter the heart of a murderer, hata kuingia katika moyo wa muuaji. You know, unajua, there's this girl who had aborted about 7 times. Kuna huyu msichana ambaye alikuwa ameavya mimba kwa yapata mara 7. And then when the roommate brought her to church, alafu wakati yule walikuwa wanaishi naye alipomleta kanisani, she just listened to the sermon like it's passing cloud. Akasikiliza ule ujumbe kana kwamba ni wingu tu lipitalo. People are crying, repenting, she just look. Watu wanalia, wanatubu, yeye anaangalia tu. What's wrong with this guy? Anasema nini mbaya na msichana huyo? When she came to see me with her dry eyes, wakati alikuja kuniona na macho yake ambayo yalikuwa yamekauka, she just asked me one question. Akaniuliza tu swali moja. Ask, mchungaji, do you think I can be forgiven? Je, unadhani mimi naweza samehewa? Hey. Panic. Niliweza kushtuka. So what is this you've done that you feel you can? Je, ni nini hichi ambacho umefanya unahisi kwamba huwezi kusamehewa? So she broke some people's marriages. Akaeleza yote kwamba amevunja hata ndoa za watu. The babies she found there, she aborted. Yule mtoto aliyepata pale akamtoa baba. Watoto aliyopata akaavya mimba. So now she's just waiting to die. Sasa anasubiria tu kufa. Looking life. So that day why she came to church? Kwa hivyo hiyo siku sababu yake yeye kuja kanisani is because now she had decided I must die tomorrow. Ni kwa sababu alikuwa ameamua lazima nife kesho. So she was crying in her room ile ya mwisho ile. Sasa hii life doesn't have me. Kwa hivyo alikuwa analia katika chumba chake ile yake ya mwisho kabisa. And then the roommate who is one of you. Kisha mmoja wapo ambao alikuwa anaishi naye ambao ni mmoja wao alikuwa mwabuduo. Akamhurumia. Going to her, akamwendea. She collapsed on her shoulder. Akaangukia mabegani mwake. Cried herself dry. Akalia kabisa. She just told her, please, yeye akamwambia join me tomorrow to go to church. Just join me. Jiunge nami kesho twende kanisani tafadhali.
And she agreed. Akakubali. But even then, lakini hata hivyo, she could not understand how her guilt, hangeweza kuelewa zile hatia zake zitatolewa. Galatians 17. Galatia 10. No. Wait. I want to give you the scripture that I read to her. Nataka niwapatie andiko ambalo nilimpea. Is it 6? Jemi 6. Oh. Can you sing, mother? Corinthians 5. Wakorintho wa pili. That is the scripture that came to my heart. Ndilo andiko ambalo lilikuja moyoni mwangu. 17. So it is not Galatians. Galatians doesn't even reach 17. It's 2 Corinthians 5:17. Wakorintho wa pili 5:17. That's the scripture that came in my heart. Hili ndilo andiko ambalo lilikuja moyoni. And this is what I read. Na hii ndicho nilichosoma. 2 Corinthians 5:17. Wakorintho wa pili 5:17. Therefore, basi if anyone is in Christ, kama mtu akiwa ndani ya Kristo, the new creation has come. Amekuwa kiumbe kipya. The old has gone, ya kale yamepita, and the new is here. Tazama yamekuwa mapya. And I told her, kisha nikamwambia, if anybody asks for the murderer, ikiwa yeyote ataulizia yule aliyekuwa muuaji, the adulterer, yule aliyekuwa mzinzi, tell them, waambie, I know that person. Namjua huyo mtu. Come I show. Kujeni niwaonyeshe. She died. Alikufa. Was buried. Akazikwa. And they look at her and say, but it is you. Alafu anapokutana anasema, lakini ni wewe. She said, no. Nasema hapana. I no longer live. Mimi siishi tena. It's Christ that lives in me. Ni Kristo aishie ndani. Hallelujah. Hallelujah. Then bring them to church. Alafu walete kanisani. Show them your grave. Waonyeshe ile kaburi la. Many people die on this altar. Watu wengi sana hufa katika madhabahu haya. They are buried here. Wamezikwa hapa. And then they resurrect. Alafu wanafufuka. On the same day. Siku hiyo hiyo. Living as Christ. Wakitoka kuondoka kama Kristo. They came here as dead sinners. Walikuja kama watenda dhambi waliokufa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That is the meaning of cleansing the conscience. Hiyo ndio maana ya kusafisha dhamira. It enters. That is the power of the blood. Hiyo ndio nguvu ya damu. It enters the soul. Inaingia ndani ya nafsi. Catches up with the guilt. Inashikana zile hatia. Because it's the guilt that the devil uses to talk to you. Kwa sababu ni ile hatia ambayo uko nayo, ambayo Ibilisi anaitumia kukuzungumzia. Tulifanya hivi. So you have to tell the devil. Kwa hivyo lazima umwambie shetani. I know who did it. Ninajua aliyefanya. Yes, I know. Ndio ninajua. But he's dead. Lakini alikufa. Look. Tazama. Huyu hapa. He does not live. Yeye haishi tena. It is Christ that lives in Kristo Yesu aishi. Hallelujah. Meaning, kumaanisha amechukua ile dhamira ilikuwa na dhambi. Amechukua ile dhamira iliyokuwa na dhambi. Akaiosha. Hallelujah. Hallelujah. Sasa unaelewa. Sasa unaelewa. Nguvu ya damu ya Yesu. Nguvu ya damu ya Yesu. Ndio naona sasa mtu kama huyo familia yake sasa anaichunga vizuri, amebadilika. Ndio unasikia mtu amebadilika. Sasa analinda familia yake mzuri, unasikia sasa mtu amebadilika. Amewacha hiyo kulala nje, sasa anakuwa very disciplined youth katika nyumba. Chunga mambo yake, amebadilika. Amebadilika. Hapo ndio unashangaa nini imefanyika? Hapo dhamira imesafishwa. Imetakaswa kwa damu ya Yesu. Colossians. Wakolosai 1. We are finishing. Tunamalizia. Yes. Colossians 1. Wakolosai 1. It is Jesus. No one else. 15. 1:15. Neno la Bwana linasema,
Yeye ni mfano wa Mungu. Yeye ni mfano wa Mungu. Nani ni mfano wa Mungu? Yesu. Yeye ni mfano wa Mungu. Ndio. Asiyeonekana. Mungu asiyeonekana. Ukitaka kujua mfano wake, angalia Yesu. Continue. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa yeye vitu vyote vilivyoko. Kwa yeye vitu vyote mbinguni na juu ya nchi viliumbwa. Mbinguni na juu ya nchi. Vile vitu vinavyoonekana na vile visivyoonekana. Ukiangalia corona, unaonanga corona na macho? Unaonanga corona na macho? Hiyo corona na hizo zote hazionekani na macho, anajua kuzihusu. Haleluya. Hakuna kitu kilimshangaza ati kuna corona. Ndio maana aliweza kutabiri corona. Endelea. Kama ni viti vya enzi au ufalme. Hata ukiona mtu amechukua upanga wa uongozi, ati anatawala, anasikia yeye ni mfalme. Kumbuka hata hivyo viti vya uongozi ni vyake. Hivyo ndio Biblia inasema. Haleluya. Au wenye mamlaka, hata wenye mamlaka, au watawala. Vitu vyote viliumbwa na yeye. Vitu vyote viliumbwa na yeye. Na kwa ajili yake. Na kwa ajili yake. Meaning ukiwa unatawala uko pale kwa ajili yake. Ukiwa unatawala uko pale kwa ajili yake. Continue. Yeye alikuwepo kabla ya vitu vyote. Haleluya. Na katika yeye vitu vyote vinashikamana pamoja. Yeye ndio kichwa cha mwili. Yeye ndio kichwa cha mwili. Yaani kanisa. Naye ni wa mwanzo na mzaliwa wa kwanza kutoka wafu. So Biblia inasema mwili wa Yesu ni nini? Yesu ni kichwa. Mwili wa Yesu ni nini? Kanisa. Inamaanisha kwa kanisa kuwa hai inahitaji nini? Yes. Kulingana na agano ambayo tumesema saa hii, kwa kanisa kuwa hai, lisiwe kanisa ambayo limekufa. Ni nini ishara ya uzima? Ni nini ishara ya uzima? Ni nini ishara ya uzima? Damu. So damu ya Yesu akiwa kichwa, mwili wake lazima uwe uko na nini? Damu. Haleluya. Ili iwe na uzima. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio agano ametuahidi kwamba damu yake itakuwa nasi. Ya kwamba damu yake itakuwa pamoja nasi. Kama mwili wake. Ili tuwe na uzima wa milele. Ili tuwe na uzima wa milele. Naye ni wa mwanzo na mzaliwa wa kwanza. Amen. Kutoka kwa wafu. Hapo ni muhimu. Tukiwa tukisindikiza askofu aliyelala, tulikuwa tunahubiriwa jambo ambalo lilitutia moyo sana. Kasema tuko wa Kristo kwa sababu ya jambo moja. Nasema tuko wa Kristo kwa sababu ya sababu moja tu pekee. Yesu alikufa, alafu akafanya nini? Akafufuka. In fact, angekufa tu kama Muhammad, tungekuwa sisi pia ni sisi tu basi. Hata hivyo angekufa tu kama Muhammad, ingekuwa hata sisi tunalipua mabomu. Tukijiwa. Tungekuwa tu dini. Tungekuwa tu kama dini. Tofauti tu sasa ya Ukristo na any other fake religion ni kwamba Bwana aliendea kifo kwanza, kaionja huyu adui kwa mwanadamu, kaionja, alafu akafanya nini? Akaishinda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana sisi ni Wakristo, kwa sababu alishinda kifo, mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Continue. Ili yeye awe mkuu katika vitu vyote. Sasa ni mkuu kwa walio hai na waliolala. Haleluya. Kwa vitu vyote. Kwa kuwa ilimpendeza Mungu kwamba ukamilifu wake wote, ukamilifu wa Mungu wote wa kiungu uwe ndani yake, ndani ya Kristo, na kwa njia ya mwanawe aweze kuvipatanisha vitu vyote kupitia Kristo apatanishe mimi na yeye. Sema mimi na yeye. Jiambie wewe mwenyewe. Anipatanishe mimi na yeye. Mimi na yeye. Upatanisho. Kuna damu inaitwa damu ya upatanisho. Inasemaje? Tutarudi hapo, lakini inasemaje hiyo? Hiyo ilikuwa ni nyimbo ya Faustin, sio? Kule nani? Big Daddy. Kama ilikuwa ni nyimbo ya I think ilikuwa ni nyimbo ya Faustin. Ilikuwa ni Nuru. Ni Nuru.
It was part of the worship. It was a sign to her. Ilikuwa ishara kwake. Utaimba, ngoja kidogo. Hiyo ndio ilivyo tutaimba nao kutoka. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo damu yake ni damu ya upatanisho. Continue. Ili yeye awe mkuu katika vitu vyote. Awe mkuu katika vitu vyote. Samahani, kwa kuwa ilimpendeza Mungu kwamba ukamilifu wake wote wa kiungu uwe ndani yake. Uwe ndani ya Kristo. Na kwa njia ya mwanawe aweze kupatanisha vitu vyote. Kwa njia ya Kristo Yesu aweze kupatanisha yeye mwenyewe. Ikiwa na vitu vyote vilioko duniani. Amen. Au vilivyoko mbinguni. Haleluya. Kwa kufanya amani kwa damu yake. Amen. Iliyomwagika msalabani. Haleluya. Hapo kwanza ninyi mlikuwa mmetengana na Mungu. Hapo ndio mwisho. Anasema nini hiyo iliyomwagika msalabani? Mstari wa 20. Inasema nini? Kwa kufanya amani. Kwa kufanya amani, to make peace. Kwa damu yake. Kupitia damu yake, the blood of the Messiah. Iliyomwagika msalabani. Iliyomwagika wapi? Msalabani. There is a problem when the church does not understand why Jesus died. Kuna shida wakati kanisa halielewi kwa nini Yesu alikufa. Without the cleansing of the soul, pasipo kusafishwa kwa nadhiri au by the blood of Jesus, kupitia kwa damu ya Yesu, there is no forgiveness. Hakuna msamaha. Continue a bit to prove that's true. 21 inasema nini? Hapo kwanza ninyi mlikuwa mmetengana na Mungu. Mlikuwa mmetengana na Mungu. Na mlikuwa adui zake katika nia zenu. Adui mbaya, adui ni nani? Adui ni ile akutakii mema. Si ndio? Akutakii mema. Sasa tulikuwa tumtakii Mungu mema. Tukiona ishara yake ya utakatifu tunaiharibu. Hata mwili huu aliotupatia ni Mungu, mfano wake tunauharibu. Sasa tumekuwa adui yake. Continue. Adui zake katika nia zenu, kwa sababu ya mwenendo wenu mbaya. Continue. Lakini sasa Mungu amewapatanisha ninyi. Amewapatanisha nini? Kwa njia ya mwili wa Kristo. Kwa njia ya mwili wa Kristo. Kwa kupitia mauti. Kwa kupitia mauti. Ili awalete mbele zake. Ili awawakilishe mbele zake siku ya mwisho. Mkiwa takatifu. Mkiwa watakatifu. Bila dosari. Bila dosari. Wala lawama. Mradi tu kwamba munaendelea kuwa waaminifu. Muendelee kuwa waaminifu. Mkiwa mmefanywa imara. Ikiwa mmefanywa imara. Dhabiti katika imani. Dhabiti katika imani ya pasipo kuliacha tumaini. Pasipo kuliacha tumaini. Lililoahidiwa na Injili. Haya, malizia 22. Hii ndiyo ile Injili mliosikia ambayo imehubiriwa. Kwa kiumbe chini ya mbingu. Ndio. Na ambao mimi Paulo nimekuwa mtaua wake. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Stand up on your feet. Simameni miguuni mwenu. Simama kwa miguu. Simama kwa miguu yako. Revelation 22 as we finish. Kitabu cha Ufunuo Yohana 22 tunapomaliza. What will happen to somebody who accepts the covenant of the blood of Jesus? Nini kitakachofanyika kwa mtu ambaye atakubali ile agano ya damu ya Yesu? Lord, take it away. Revelation 22. Ufunuo Yohana 22. Mstari wa 1 hadi 5. We are going to read it shortly. Tunaenda kuisoma kwa muda mfupi. Ikiwa kuna chochote ambacho umejifunza leo, there is no relationship that can last without the blood of Jesus. Hakuna uhusiano ambao unaweza dumu pasipo damu ya Yesu. Anything you try outside the blood of Jesus, chochote ujaribucho nje ya damu ya Yesu, will not work. Hakitafanya kazi. Whether it's marriage, ikiwa ni ndoa, whether it's friendship, ikiwa ni urafiki, whether it's job, ikiwa ni kazi, everything has to be anchored in the blood. Kila kitu lazima kituendea katika damu. It is going to have life. Ikiwa kitakuwa na maisha, that is the blood.
Hiyo ni damu. The blood of the covenant. Damu ya agano. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Mimi ninakualika. Njoo tutubu pamoja. Njoo tutubu pamoja. Yako Yesu Thank you for coming. Asante kwa kuja. Ukifika hapa ongea tu na Yesu. Natamani damu ya upatanisho. Mwambie natamani damu ya upatanisho. Ninajitoa katika agano la damu ya wanadamu. Ninajitoa katika agano ya damu ya wanadamu. Nimesimama na kuamini wanadamu kwa muda mrefu. Nimesimama na kuamini wanadamu kwa muda mrefu. Nimesikia leo kwamba amelaaniwa mtegemeaye mwanadamu. Nimesikia leo amelaaniwa mtegemeaye mwanadamu. Sitaki kutegemea wanadamu. Sitaki kutegemea wanadamu tena. Nataka kutegemea damu ya Yesu. Nataka kutegemea damu ya Yesu. Yes. Yes. Nisaidie. Nisaidie. You are talking to Jesus. Unanena na Yesu. You are talking to Jesus. Unanena na Yesu. You are talking to the Lord. Unanena na You are talking to the Father. Unanena na You are talking to Jesus. Unanena na Yesu. Even in the worship team. Hata katika kikundi cha ibada. Let only Nuru sing. Wacha Nuru pekee aweze kuimba. With one backup. Akiwa tuna mmoja ambaye anamsaidia. One of the pastors, Pastor Samuel. Mmoja hapo mchungaji Samuel. The rest of you. Hao wengine wote. Talk to Jesus. Nena na Yesu. You never know. Huwezi jua. You might be depending on a covenant. Huenda unategemea ama unajilinda na agano That is defunct. ambayo haifanyi kazi. It cannot help you. Haiwezi kusaidia. The covenant of man. Agano la wanadamu. Today. Leo. You are talking to Jesus. Unanena na Yesu. The blood of the covenant. Damu ya agano Is upon you. iko juu yako. You are talking to Jesus. Unanena na Yesu. Somebody talk to Jesus. Tuzungumza na Yesu. You are talking to Jesus. Unanena na Yesu. You are talking to Jesus. Unazungumza na Yesu. You are telling the Lord, Unamwambia Bwana, forgive me, Lord, samehe Bwana in this matter. katika swala hili. When I aborted that child, Wakati niliambia mimba mtoto huyo, I shed blood. nilimwaga damu. That covenant Hiyo agano was a covenant in the blood of man. ilikuwa agano katika damu ya mwanadamu. Forgive me, Lord. Samehe Bwana. Bless my conscience. Nasafisha dhamiri yangu. You are talking to Jesus. Unanena na Yesu. Damu ya
damu. Forgive me, Lord. Nisamehe Bwana. Somebody is repenting. Mtu unatubu kwa Yesu. Somebody is repenting. Mtu unatubu kwa Yesu. Even me, I'm repenting. Hata mimi natubu kwa Yesu. We are repenting to Jesus. Tubia kwake Yesu. To Jesus. Sema na Yesu. Tell the Lord. Mwambie Bwana. I repent. Ninatubu leo. Wapo wanadamu. Yes, come to Jesus. Kuja kwa Yesu. 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 Repent. Tubu. Hallelujah. I'm ready to be buried on the altar. I want to die in sin, that I may rise in the Lord. Lord, I'm come. I have come for the blood of the covenant. Save me today. Save me, Lord. Save me now. I'm depending on you, God. Save me now. You're going back. You're going. Ninakutamani leo. Unisaidie Mungu. Help me, Father. Baba, ninalilia damu ya mwanakondoo. Ninalilia damu ya Yesu. Ninalilia damu ya mwanakondoo. Damu nitakase leo. Niondolee lawama. Niondolee mashtaka. Nina mashtaka ya dhambi na ukoo. Laana za ukoo zimenitawala. Wewe nisamehe Baba. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu itawale. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu itamalaki mahali hapa. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu itawale. Damu ya Yesu itakase. Damu ya Yesu. Damu ya mwanakondoo. Wacha damu itamalaki. Wacha damu. Damu ya mwanakondoo itawale. Okoa wanao leo. Usituache mpaka utuokoe. Baba, nenda nasi. Hatuondoki hapa Baba, ututakase na damu. Takasa Baba. Takasa Baba. Yesu wangu. Damu ya mwanakondoo. Damu yako Yesu, damu ya upatanisho. Damu yako Yesu, damu Thank you for the cross, thank you for the blood. Asante kwa ajili ya damu na msalaba.
flowing here now. Inatiririka hapa sasa. Flowing here now. Inatiririka hapa sasa. Flowing here now. Inatiririka hapa sasa. You want the blood. Ikiwa unataka damu, Repent. tubu. Damu yako Yesu, damu iliyoishia ya uzima. Damu yako Yesu, damu ya upatanisho. Damu yako Yesu, you are there and you want to receive the Lord. Uko pale unataka kumpokea Bwana. And yet you are still seated on your seat. Na ilhali ungali umeketi katika kiti chako. When you hear the Lord calling, Unaposikia Bwana akiita, today, leo, do not harden your heart. usifanye moyo wako kuwa mgumu. Run to the Lord. Kimbia, kimbia, kimbia kwa Bwana. We are going to receive Jesus. Unaenda kumpokea Yesu leo. Today we are going to receive Jesus. Leo tutampokea Yesu. So I'm going to ask the Lord Kwa hivyo ndio kumuuliza Bwana to come into our hearts aje moyoni mwetu and release His blood. na achilie damu yake Cleanse our conscience. iweje kuosha dhamira zetu. Run to the Lord. Mkimbilie Bwana, Run to Jesus. mkimbilie Yesu. Damu yako Yesu, damu ya upatanisho. Damu yako Yesu, ndiyo njia ya uzima. Anytime now, Wakati wowote kuanzia sasa we are going to receive Jesus. tunaenda kumpokea Yesu. So just prepare your hearts in Kwa repentance. hivyo andaa moyo wako tu kwa toba. Just tell the Lord everything. Mwambie tu Bwana kila kitu. Even that which you have told no one. Hata kile ambacho hujamwambia yeyote. Tell the Lord. Mwambie Bwana. Damu yako Yesu, damu ya upatanisho. Damu yako Yesu, Baba, ndiyo njia ya uzima. Anytime now, Wakati wowote kuanzia sasa we are going to receive Jesus. tunaenda kumpokea Yesu. Prepare your hearts in repentance. Andaa moyo wako kwa toba. Damu yako Yesu, ndiyo njia ya uzima. Ndiyo damu yako Yesu, damu ya upatanisho. Thank you. Asante. We are going to receive Jesus now. Tunaenda kumpokea Yesu sasa. Just lift up your hands unto the Lord. Inua tu mikono yako kwake Bwana. Lift up your hands to Jesus. Inua mikono yako kwa Yesu. You know what you have told him today. Unajua ambacho umemwambia leo. Everything that you have ever done. Kila kitu ambacho umewahi kufanya. He knows already. Anajua tayari. He was just waiting for you to confess. Alikuwa anasubiri tu wewe ukiri. So that you can agree with him. Ili kwamba ukubaliane naye. That it was wrong. Ya kwamba ulikuwa umekosea. So that he can repent. Ili kwamba uweze kutubu. And he can forgive. Na aweze kukusamehe. So repeat after me. Kwa hivyo rudia nyuma yangu. In English. Katika Kizungu. And in Kiswahili. Na pia katika Kiswahili. Say, my Lord Jesus. My Lord Jesus. Sema Bwana wangu Yesu. Bwana wangu Yesu. Today here in Malindi. Leo hapa Malindi. I have heard. Nimesikia. That cursed be the man. Ya kwamba amelaaniwa mwanadamu. Who depends on a man. Amtegemeaye mwanadamu. Who depends on the blood of a man. Ategemeaye damu ya mwanadamu. Today, leo I repent.
stealing, dhambi za kuiba, adultery, uzinzi, immorality, usherati, witchcraft, uchawi, and all forms of corruption. na kila aina ya ufisadi. I repent today. Ninatubu leo. My Lord Jesus. Bwana wangu Yesu. Today, leo I separate from all covenants. najitenga kutoka kila aina ya agano That was made by the blood of man. ambayo ilifanywa kwa damu ya mwanadamu. Today, Leo I come to you, Jesus. naja kwako Yesu. Remove my name Ondoa jina langu from the book of sin and death. kutoka kwa kitabu cha dhambi na mauti. My Lord Jesus, Bwana wangu Yesu, come into my heart. njoo moyoni mwangu. Release your holy blood Achilia damu yako takatifu to cleanse my conscience ioshe dhamiri zangu and write my name, Jesus, na uandike jina langu Bwana Yesu in your holy book of life. kwa kitabu chako kitakatifu cha uzima. Now cover me with your blood. Sasa nifunike kwa damu yako And fill me with the Holy Spirit. na unijaze kwa Roho Mtakatifu To lead me aniongoze in the way of repentance kwa njia za toba and in the way of holiness. na kwa njia za utakatifu All the days of my life. siku zote za maisha yangu. When you come back, Lord Jesus, Utakaporudi Bwana Yesu to take your holy church ulichukua kanisa lako takatifu, please remember me. tafadhali nikumbuke. Today, Leo I am born again. nimeokoka In the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Amen. Amina. Stand up where you are. Simama mahali popote ulipo. Just stand right there where you are. Simama tu mahali popote ulipo. I want to give you a blessing now. Nataka niwape baraka zenu sasa. Before I bless you in prayer. Kabla niwabariki kwa maombi. This is what will happen to you if you remain in this covenant. Hichi ndicho ambacho kitafanyika kwenu ikiwa mtasalia katika agano. Revelation 22. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 20. 1-5. 1-5. Then the angel showed me the river Kisha yule malaika akanionyesha mto of the water of life, wa maji ya uzima, as clear as crystal, mangavu kama kioo, flowing from the throne of God yakitiririka kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu and of the Lamb, na cha mwana kondoo, down
around the middle of the great street of the city, kupitia katikati ya barabara kuu ya huo mji, on each side of the river, kwenye kila upande wa huo mto, stood the tree of life, kulikuwa na mti wa uzima, bearing 12 crops of fruit, utoao matunda ya aina 12, yielding its fruit every month, ukizaa matunda yake kila mwezi. and the leaves of the tree are there for the healing of the nations. Nayo majani ya mti huo ni kwa ajili ya uponyaji wa mataifa. No longer will there be any curse. Hakutakuwepo tena laana. The throne of God and the throne of the Lamb will be in the city. Kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa humo, And his servants will serve. katika mji huo hakutakuwepo tena. The throne of God Kiti cha enzi cha Mungu and of the Lamb na mwana kondoo will be in the city, litakuwa katika mji, and his servants will serve him. na watumishi wake watamtumikia. They will see his face, Wataona uso wake, and his name will be on their foreheads. na jina lake litakuwa kwenye vipaji vya nyuso zao. There will be no more night. Usiku hautakuwepo tena, There will be no need for the light wala hawatahitaji mwanga of a lamp wa taa or the light of the sun. au wa jua, For the Lord God will give them light, kwa maana Bwana Mungu atakuwa nuru yao, and they will reign forever and ever. na watatawala milele na milele. Father, in the mighty name of Jesus, Baba, katika jina kuu la Yesu, I bless the servants you have raised here today. na bariki watumishi wa Mungu wainua hapa leo. You have heard their cry, Wamesikia kilio chao and how living on this earth, na jinsi ukuishi katika ulimwengu huu, even in the covenant of the blood of men, hata katika agano ya damu ya wanadamu, has costed them. imeweza kuwa gharimu. Father, you have washed us with the blood of Jesus today. Baba, umetuosha kwa damu ya Yesu leo. You have set us apart for your glory. Umetutenganisha kwa ajili ya utukufu wako. Now bless each one of them. Sasa bariki kila mmoja wao. Father, as we wait for the coming of the Messiah, Baba, tunaposubiria kuja kwa Masihi, pursue them in their future. wafuate katika maisha yao ya usoni. Those who are young, navigate them through their youth. Wale ambao ni wa vijana wadogo, waongoze katika maisha yao ya ujana. May you block their ears from the counsel of the serpent. Nenda ukazibe masikio yao kutoka kwa shauri ya joka. Let them only hear the Holy Spirit. Wacha wamsikie tu Roho Mtakatifu. For the parents that are here, my Kwa Lord, wazazi walioko hapa, Bwana wangu, now give them peace. sasa wape amani. May you favor them. Nenda wape kibali. The provisions you will pour in their families Utwalizi ambao utamimina katika familia will be zao for the building of the kingdom of God. utakuwa ni kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Expand their businesses Zidisha biashara zao and bless their jobs. na ubariki kazi zao. Even those who don't have, Hata wale ambao hawana, open doors for them. wafungulie milango. May they apply for jobs and get. Wacha waweze kutuma barua za kazi na wapate hizo May they kazi. open business and they prosper. Wacha wafungue biashara na zikaweze kunawiri. Father, may you cover them with peace. Baba, wafunike kwa amani In this highway of holiness, katika barabara hii kuu ya utakatifu. let there be no sin in their homes. Wacha kusiwe na dhambi manyumbani mwao. Father, may you now walk with this church Baba, sasa tembea na kanisa hili as we transform, as we build. tunaporekebisha na kujenga. Father, may you provide for us. Baba, tutwalie. Father, I want to say thank you for the provisions. Baba, nataka niseme asante kwa utwalizi. Even that which we have received by faith. Hata kile ambacho tumepokea kwa There imani will be abundance in the house. itakuwa katika utende katika nyumba. May they flourish as the altar flourishes. Wacha waweze kunawiri wakati madhabahu inanawiri, For I have blessed them. kwa kuwa In nimewabariki. the name of God the Father, Katika jina la Mungu in Baba, the name of God the Son, Mungu Mwana, and in the name of God the Holy Spirit. katika jina la Mungu Roho Mtakatifu. So I have prayed Kwa hivyo in the nimeomba mighty name of katika Jesus. jina kuu la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hey, Hey, I have blessed you. nimewabariki. I have blessed you again. Nimewabariki tena. And I've blessed you the Na third time. nimewabariki mara ya tatu. Thank you for receiving my Lord. Asanteni kwa kumpokea Bwana wangu Yesu. What microphone are you managing? Before we say the grace, Kabla tuseme neno, I want us to worship. nataka tuabudu. Everybody on their feet. Kila mtu akiwa amesimama miguuni mwake.
seen the Lord today. Wengine wenu mmemwona Bwana leo. You will see how He pursue your life. Utamuona jinsi atafuatilia maisha yako. Don't deviate from this covenant. Usitoke kutoka kwa hii agano. I have tested the Lord. Nimemwonja Bwana. I know He is faithful. Ninajua yeye ni mwaminifu. He can fight for you in the valley of the shadow of death. Anaweza kupigania katika uvuli wa mauti. As long as you are in the covenant of the blood like David. Ili mradi tuko ndani ya agano ya damu ya Yesu kama Daudi. Hang in there. Shikilia pale ndani. Nimemwona Yesu. Nimemwona Baba. You will now know that He is the only one who matters. Sasa utajua yeye pekee anayejalisha. To separate Him from what you are doing, au kujitenganisha na kile ambacho unafanya, you will fail. Utaanguka. But now I know you will succeed. Lakini sasa najua utaweza kufanikiwa. Because I saw you receiving my Lord. Kwa sababu nilikuona ukimpokea Bwana wangu. You received my Jesus. Ulimpokea Yesu wangu. You will succeed. Utafanikiwa. I found a new song in my I forgive you. I forgive you. Worship Him. Leo kilikuwa kimepangiliwa na Bwana. The song wimbo ni sifa ya Yesu. The somebody about the blood. Ile nyimbo inahusiana na damu.